ako na watoto wake. Baba ako na watoto wake. Sasa ule baba ataka kuwapa mali kabla hajafa, kama vile wasema inaruhusiwa, lakini anaogopa akiwapa sahihi mali yake wale watoto waweza wakamzungukia ama wakamruka yeye. Akaandika kabisa, akabadilisha ile mali yake, fanya ako na milioni 10, akamwandikia ule mtoto wake mmoja milioni 10 zote nzake, lakini hakumwambia. Akifa ule baba itakuwaje? Sasa yeye mtoto mmoja ana watoto kama 5, lakini yuogopa akimwandikia sasa hivi ataweza kutumia, atakuwa hana, lakini mwenyewe ataka huyu ule mmoja wao ndo awaganyie vile. Sasa akifa itaenda kwenye hukumu kwamba ile milioni 10 ni ya baba bado, ama itakuwa tayari ile ikashaandika? Ameandika kumpa ule mtoto mmoja. Ameandika vipi? Nikifa au kuanzia sasa hii mali, kuanzia sasa hii mali ni ya mtu fulani, lakini hakuambia wale watu. Mtu ule kuona nyumba ni ya ule mzee, bado kila kitu ya mzee, lakini akifa huonekana maloya wamesema huyu bana hana mali, huyu mali ni ya mtu fulani. Naam. Unajua wewe kunipa kitu mimi bila kunambia na kikawa changu. Unaposema mimi hii saa hii simu nimempa fulani, itakuwa ni yake. Sasa namna gani utamkabidhi utajua wewe. Ila mimi ningependa hapa niwatanabahishe watu waelewe, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna hadithi ingawa wamekhtalifiana wanazuoni katika kusihi hadithi ni sahihi, wengine wasema ni hasan, wengine wasema ni dhaifu, kwamba Mwenyezi Mungu Mtume asema kwamba Mwenyezi Mungu amejalia lilmu'mini 3, muumini ana mambo matatu ni yake, lakini si kwa faida yake. Mambo matatu ni yako, lakini si kwa faida yako. Jambo la kwanza anasema ni swala. Wewe swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi swala ya Mtume si kwa faida yetu sisi. Semaje hii hadithi? La ilaha illa Allah moja. Thalathun ja'alatuhunna lilmu'mini, hadithi yenyewe kutoka Ibn Abbas. Salatu almu'minina alayhi min ba'dihi, swala ya muumini kumsalia mtume baada yake, yani baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile swala wao kumsalia sisi, kumsalia mtume, muumini kumsalia mtume ni kwa ajili yetu sisi, si kwa ajili ya mtume. Ile swala mtume si faida kwa mtume, ni faida kwetu sisi. Kadhalika Mwenyezi Mungu akamjalia muumini, akampa nafasi ya kutoa mali yake thuluth. Mimi ninapotoa mali yangu thuluth, yale mali hata kwingine, lakini si kwa faida ya wengine, ni kwa faida yangu. Hiyo umenifahamu hapa? Wewe Muislamu umepewa katika mali yako, una haki ya kutoa wasia kwa kiasi gani? Wajua ndio 1/3. Yani mali yako ukiwa ile mara 3, una milioni 3, milioni 1 sharia imekupa ruhusa utoe kuanzia uhai, lakini isitukuliwe mpaka baada ya havuta hiyo tunakufa. Maana kima cha kufa hapa msikitini huo kwa kweli. Yani Mwenyezi Mungu ametupa sisi Waislamu nafasi ya kuweza kutoa mali yako. Maana ukifa usiende kutoa, ila waweza kutoa ukiwa hai, lakini kutoa kwenyewe hayatotoka kile utakachokitoa mpaka wewe ufanye nini? Ufe thuluthi ya mali yako. Sasa ile thuluthi itoao si kwa faida ya wale unaowapa, ni kwa faida yako wewe unawapa wao, lakini faida yako wewe mwenyewe. Watu hawajui na kuandika wasia.
ni lazima uspecify, useme mimi fulani, mimi Izudini nimesema katika mali yangu nikifa wapewe watu fulani. Tukae mali na ukae wenye kupewa. Yakiwa ile mali yamezidi ile thuluth, tuna khiari sisi, wana khiari warithi wako kupitisha kilo zidi kwenye thuluth. Ama thuluth hawana njia ya kufanya nini? Ile thuluth, mathalan wewe wasi ya mali yako ni 3M, milioni ngapi? 3. Mimi nikasema mimi nikifa, hii ni nyumba yende ikasaidie walimu wa madrasa fulani, lakini kumbe ile nyumba ni watu ya 2M. Kwa hiyo si 1/3, ile nyumba ni ngapi? 2/3. Ilipokuwa ni 2/3, sisi warithi hatuwezi kuwakilisha kusema madamu imezidi, ishakuwa nini? Ishakuwa batil. Tunamwambia imekuwa batil katika ile zidi ya 1/3, lakini ile 1/3 iko pale pale. Sasa hii ni 1/3 nyingine, sisi tunaweza kupitisha au tunaweza kufanya nini? Kukataa. Na si makosa kukataa, ni haki yako. Basi baba au mwabdiga baba, kwa sababu mwenyewe baba alikuwa hayataki haya. Sijui mnifahamu? Mimi sijampinga babangu, lakini babangu kama alikuwa ataka kweli kutoa tuta, angekuwa na uwezo asiandike will, asiweke ni wasia, aseme kuanzia sasa mimi ni hai, haya mali, hii nyumba ni ya fulani. Lakini kwa nini? Naam, bila shaka wajua will haitangulizi madeni, haitangulii madeni. Will, wajua will inatumika wakati gani? Kila mmoja atoe chake mwanzo, yani kabla kurithiwa, lakini kwanza yalipiwe madeni, kwa sababu deni si mali yangu. Nilikopesha kwa Ahmad Albeti, hizo milioni 3 nazo milioni 2 mkumdisha Ahmad Albeti, nyinyi mnafanya nini milioni 2? Kumbe milioni ngapi? Kwa sababu deni si mali yako. Hata kwenye zaka, mimi nimekopesha kwa Ahmad Albeti milioni 2 na mimi nina milioni 1. Mimi mkiona kwenye akaunti yangu na milioni ngapi? Lakini zaka nitatolea milioni, kwa sababu milioni 2 si zangu, za nani? Ahmad Albeti. Ahmad Albeti ndio lazima zitolee. Sasa kwenye wili huko ni ile kama kwenye zaka, ni baada ya kutoa madeni. Zaka hauwezi, zaka hazikulazimu mpaka baada ya kutoa deni. Leo dai ngapi? Toa. Zimebakia ngapi? Hizo ndio za kutoa zaka. Na wili kwanza kutoa, jamani, kuna anadazi nini? Hakuna hiyo mikono. Hizo nini kabisa? Shirika ana shilingi 30 mfukoni. Wili hapo ana wili naandika wili shilingi 30 kwa fulani. Kwa mali yote sisi tunataka shilingi 10 tu. Hiyo bwana, nyinyi vijana mcheni Mungu. Baba yenu ameandika, baba yenu hataki. Ametoka sherehe nyinyi wa msikitini. Kama alikuwataka si angewapelekea hai kana hii. Kwani mimi sasa hivi mimi nina nyumba yangu, sina nyumba. Mimi nina nyumba yangu nikanena hii nyumba hivi sasa kwa hai wangu, hii nyumba nimeipanga sidishimu. Yafaa haifai? Sharia hakuna weza kununuza watoto wamewatia nini? Takiani watoto wamewatia Mungu. Kwa nini watoto ndio wanunua? Si analipa nani? Analipa watoto nani? Na Mungu amesema wa bisamai riziki, kila mtu ana riziki yake. Mungu ataiona mtu atakula wapi? Tatizo will ni nini? Will ni wasia. Will ni wasia. Mimi naweza kutoa mali yangu yote nikiwa hai, kabla wapi? Sasa huyu kwa lake ni kwa mimi, hawa watoto lao mkiwaandikia na wao watarejea. Kisha kunena haya kila mmoja kwa chake, wetu kwa hiki, wetu kwa hiki, wetu kwa hiki, wetu kama wewe kila mtu chake. Wajua hai. Si kuwarithisha, hiyo haikurithisha. Hakuna anayerithishwa. Kwa sababu mirathi tayari ushaandikiwa kwenye babako tu au mumeo au mkeo. Mimi watoto wangu kawagawia wetu kwa hiki, wetu kwa hiki, wetu kwa hiki, wetu kwa hiki.
mimi mwenyewe mimi ateni, atakaye kunilisha haya, asotaka endelea mbali, lakini mimi nimeshawapa kila mmoja. Je, ana makosa? Tena akawapa kwa kutofautiana, mwanamke akampa zaidi, mwanamume akampa kidogo. Ala makosa? La, ala makosa. Sasa yeye baba akaona ni kuna kijana mmoja hapa yanisikiliza, yanifuata, yanifanyia nini, yanisaidia, mimi na bilioni 30. Akaandika kwenda kwa wakili, bwana, hizi pesa kuanzia sasa ni za fulani. Hizi pesa zote kuanzia sasa kwa uhai wangu mimi nampa fulani. Wale wengine wote ndani wa watu watajipanga hapo. Je, ana makosa? La, hana makosa. Je, imesihi? Naam, imesihi. Je, amedhulumu? Mateni na changu kama ni nimedhulumu, je mnazibu? Kwa nini mmenisaidia kwa lipa? Mtu kwa chake kufungwa mali yangu, lakini mbona kuangalia wote? Mbona wao hunigaia mapenzi yao? Si mimi nitakuuliza kwa Mungu, nitamjibu Mungu. Mimi ningewaganyia kama na wao kwa wamejiganyia wakati kwa Mungu. Hawa ndio hawana wakati na mimi mbwa. Kila mwana amepata mkewe, habari hana tena habari za kuja baba mbahabi. Yaki kuna watoto yaki kuwajaza wazazi wao. Kuna wazazi takiri hawana wana, hata kwa jirani, hata kwa watu na wana watoto kupita. Watoto ngoja yule baba tu wapi? Mimi sikuanzia na mimi kawaandikia wengine mapema. Kisha wateni kana kwa Mungu pesa ni Mungu wa marabuka bidhalami. Hakuna Mungu, yaani Mungu anaona mimi jirani yangu kaunikia chakula kila siku. Kwa nini simwandike? Nyinyi watoto, nyinyi mpata vijana, fulani mimi nizungumzie basi tosha. Faida gani mimi na watoto wa jirani? Hele naambia wewe una faida gani? Usikutaja mtakao jirani. Sijui nini jirani. Faida gani wewe? Ya mimi wangu ni baba. Usinitaka kama baba, ni kama baba sina mwana. Kwa hiyo ukiandika sasa, hii bwana ni ya fulani. Nikifa astahili kupewa. Lakini sisi baba kukwambia si lazima waambie. Hii jangu kile nikwambia wewe kama nani? Sayyidina Ali bin Abi Talib alipotaka kusilimu, alipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam na Sayyidatina Khadija usali, akana baba na mama usali hapa, mimi na mimi mbona sisilimu? Akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwelezea hili dini kadhaa, kama mimi mmoja nitamshauri babangu. Mtume akamwambia usiende ukaelezea. Sasa Sayyidina Ali akakaa akasema, hebu mimi nijue kweli Mungu alipotaka kutupa mimi alimshauri babangu? Yeye mwenyewe mimi nitakumshauri babangu ili nimwamini nani? Mungu. Yeye huyo Mungu alipotaka kutupa mimi alimshauri? Mungu. Kwa nini mimi nitakumwamini mimi nimshauri babangu? Lakini pamoja. Sasa wewe mali ni yangu. Ningemshauri wewe mwanangu kama nani? Ni kama mwanangu. Basi mwanangu mwanadamu. Haya mali ni ya nani? Nikisema mali yako na mali yangu, na hakuna kama anaweza kuivuta ile. Sema baba ni watende jamani, azuka mana Mungu kiamini ndio kwa chake, yani chako ndio mtu kwa chake ndio jamani, mpezi kawapo watoto kwa kadri walipokuwa wakiishi na mimi. Aishaona mimi vizuri kabisa, asiishi na mimi vizuri sehemu mbili. Yani wewe kijana uligope hapa chakutana mali hawendi mbele ngoleana sana wallahi. Yani kijana husikii huyu chagui huyu elewi na kijana mashallah samaan sikupi ukiwa sawa nakupa sawa, ukiwa makosa nakupa makosa. Ndio inatakiwa watu waishi na moyo bwana. Sio ni kijana utakuta wengine miskini, kijana kike wamemsimamia babao vizuri kwa shida, kwa dharubu, kwa nini? Lakini sisi wanaume ni takaribu ndio Mungu amepanga namna hiyo, lakini wewe ulipokuwa hai na wewe angalia wewe mwenyewe, hao wanaume hao wakakupania
Siapa itu tosha kwa pale nyingine kwenye birth certificate tosha, na ikiwa naweza ngeliwa pokoja, lakini haki yao tosha. Na nampahashi kugalau na ndugu wa kunyonya narejelea maziwa. Nakwambia ndugu wa kunyonya nilikumazia, ufahamu tu kweli harifu basi apewe maziwa, apewe na mali. Sasa yale mali wewe ushamwandikia mtoto wako, wewe kama baba uko na haki ya kuyatumia. Sasa bila shaka wewe mwandikia kwamba haya mali mimi nimekupa kuanzia sasa, lakini mimi ndio mwenye kuyasimamia. Wewe kwa kweli usimamie, utasimamia huko. La ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, la ilaha illa Allah لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات. أحسنت.